nauwaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Nauwaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Mahakama ya wachawi. Wale tumetumwa. Sasa mbona vifaa ni vidogo? Vifaa? Ndio. Kuhusu vifaa, nadhani kwamba unajua kwamba sisi tunatumika kwenye kampuni kubwa, tunatumika na kampuni China. Na najua kwamba wakati vitakuwa tayari watavituma. Na hivi ambavyo tumekuja kutumika navyo hapa kama jana, hivi tu ni kuja kuonesha tu wana kijiji kwamba sisi tupo tayari kwa kazi. Na nadhani kwamba wakati vitawasili mjini watavituma hapa kijijini. Nadhani kwamba kila kitu itakuwa safi. Asante. Haya, maana kuna vifaa pia ambavyo vitakuja vitusaidie. So sisi wenyewe tutatumika kwa mkono tu. Kuna vifaa ambavyo vinaweza viwasili pia vitutumike kama mashini, vitu gani. Hivi vyote vitakuja kutusaidia. Asante. Haya. Nadhani kwamba sisi wote tunaelekezana moja kwa moja mpaka huko mahali ambapo tumefika. Ndio nadhani kwamba kila mtu amepata jibu kwa swali lake. Lakini nikumbe na swali. Okay, ulizia. Lakini ni kazi ambayo tunafanya, mshahara ni vipi? Ndio kuhusu mshahara, msiwe na hofu. Maana kazi ambayo tunafanya ni ngumu sana. Na itabidi tu tupate mshahara mzuri. Maana unajua wakati tulikuwa mjini, wakati tulikuwa tukifanya kazi huko, hiyo sio mshahara ambao tutakuja kupokea. Hapa kiukweli yamezidishwa. Na tutakuwa tukipata hii mara 3. Mishe bro. Mishe. Hiyo ndio kitu ambayo kwanza imefanya. Imefanya. Hiyo ya kwangu wewe. Sionekani. Sasa kwani umeletea nini labda? Mimi? Hamna kitu ambacho nimeleta. Sasa zawadi yangu umesahau tena kakaangu wewe. Basi ukiwasili nyumbani kuna vitu vingi ambavyo vipo pale. Kuna wageni fulani hivi ambao wapo hapa tunafanya nao kazi. Basi tulikuwapo tunakutafuta sana kuhusika kwenye hiyo kazi. Kwa hiyo nafasi yako ipo pale pale. Nafasi yako ipo pale pale. Mimi nikawazungumziaga yule chifu, kuna jamaa mmoja hivi bonge. Huku kijijini hamnaga hata mtu ambaye yupo kama yule. Johnson ndo mkuu wa wale wafanyakazi. Johnson. Johnson. Yaani yule nimeshamtaarifu kwamba nafasi yako ibaki pale pale kwa sababu wewe ni mtu ambaye unahusika katika mishemishe nyingi. Yaani kikweli mimi katika hizo swala mimi kabisa mimi ndo unajua ni Scorpion. Scorpion. Sasa mimi nishinde jambo. Johnson ana pesa kwa sababu ana pesa. Kampigiaga nikamsikiaga akipigia mzee mmoja hivi anasema eti ndo Motibayongi. Kampigiaga Motibayongi. Lakini kwa hiyo nikaa mimi nawaga namsikia kwenye redio. Yule mtu anavuma sana. Kikweli anavumi sana. Ukiwepo pale mtu mmoja hivi wanamuita Maranata. Sasa hapo ni kama unatuzungusha. Maana tumekuulizia mshahara, afu unatuzungusha kwa mambo ambayo yameshapita. Angel. Yaani kuwa na imani kwamba pesa tutazipata, mshahara upo vizuri. Maana wakati uliwasili hapa mzee Johnson hayupo hapa. Yaani amerudi mjini. Haya mambo tu hapo kwenye yaani hapo kwenye meza tu wakuu wanaangalia jinsi gani ya sisi kupata mshahara. Maana tumetumwa hapa. Sisi wengine pale mjini wanatutegemea. Itabidi tupate mshahara ambao upo juu kabisa. Na mzee amejielekeza huko mjini ili aweze kuja hapa na pesa hata ya kama ni ya siku nyingi kweli tu kweli. Nadhani kwamba wakati atawasili atatujuza mengine. Haya. Okay. Basi tunarudi huko mahali ambapo tunapanga. Sawa. Maranata. Ndio hivyo. Ama sio jamaa ambaye ameshawasili hapa kwenye kijiji ambao alikuja na vipodozi moja hivi. Ndio yule. Waga anahusika na vitu vya vipodozi sana huko Mangurejipa huko Maranata. Na kweli ni songo. Kuna yule mtu mwingine wapakia pale sijui ndo Simba Modeste. Kuna yule mwingine wanamwita geti ndo market soko. Yaani hao wote wamewasili hapa.
wote. Hamna, ni watu ambao wapo Mangurejipa. Johnson ndo nasikiza muda wote. Sijui Soko. Sasa sijui Maranata, sijui Motiba Yongi, sijui Simba. Hadi mimi nasema hata hawa watu sasa hawa wageni. Unajua mimi ni bingwa kwenye mademu. Achana na hiyo. Mimi sihitaji vitu vya mahakamani. Utakuwa umeshasahau. Nilikuwa nimeforget kabisa. Kwa hiyo Scorpion, tusi lost time. Twende nyumbani, niende nikakupea zawadi yako. Kwa sababu mimi hapa hii begi ya kwangu unaweza kuzani kwamba ina vitu vingi. Hamna. Humu mna vitu vyangu. Wakisema eti mimi naenda mahakamani, naenda na vitu vyangu. Ili mradi hata kitu kimoja kisibaki. Ndio maana siku zote unanitazama nikwepo tu na begi. Sasa mahakamani. Hii vitu vya mahakamani niache hapa kabisa kama unajua. Twende zetu bana. Twende zetu. Huko wewe umeshasahau tayari, si ndo huku. Huku ndo mimi nikatokea. Umetokea huko? Ndio hivyo. Bwana, wewe unajifanya tochi yako hii, tochi yako kwangu hii. Hiyo naiweka hapa. Unajua? Njoo. Nawaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Nawaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Mahakama ya wachawi, mahakama ya wachawi. Hapa ni pazuri kabisa. Najua. Nimefika kijiji. Naam. Najua hilo ndio jina lako Isma. Mimi unajua mimi pia mimi ni bingwa hapa kwenye kijiji. Ndio maana nimejipa jina la Scorpion. Mimi ndio Scorpion kabisa. Yaani unajua mkali ndio yule. Rafiki yangu ukiwa huko mjini anakufanana sana. Maraba. Sasa unajua nini kakangu? Mimi Scorpion hapa kwa mtu yote ambaye waga anabisha kwa jambo langu mimi. Yaani kama vile mimi nazungumza hapa kijangu huko na makanga shughuli zake. Lakini kaka. Shikamoo. Marhaba. Unaendeleaje? Usafi. Safi tu. Yeah. Kikweli unavalia kimjini. Unajua ndo mambo yetu bwana. Ndo mambo yenu eh? Yeah. Mungu wangu. Ningeipasa kwanza kuwepo hata kama nyinyi basi. Unajua nini? Basi wewe kazana tu na maisha, ipo siku na wewe utakuwa mjini kama sisi. Unajifanya kwamba hunijui wakati ambapo tunafanya kazi na nyinyi. Ni wewe unaanzilia hiyo. Hii makubwa hii. Basi sawa, isiwe kesi. Mimi nilihitaji tu kukusalimu na nimekusalimu basi. Naza mimi tu nilikuwepo naenda wapi sasa? Wewe ulikuwa kupita huko, yani umekaa chizi hapa. Si huku. Kikweli jamaa wangu, kitu ambayo ipo ndo hii. Wapi ndo nimekuwepo nasikiza wanasema eti kwamba kuna mgogoro. Kongo wapi? Mgogoro? Mimi sikuelewi. Nimesikia kwenye redio kwa kisema eti kwamba kuna mahali fulani ambao watu wanauana sana kwa panga. Kwa panga? Isitoshe tena wanachoma watu. Kuchoma? Labda huko Rwanda huko. Lakini Scorpion. Unajua kuna vitu ambavyo mimi vinanichanganya sana kwenye kijiji. Kuchanganya kivipi? Yule msichana anakaa tu hapa kijijini hapa. Wewe ama ni mke wako? Sio mke wangu. Ila lakini kakangu usijaribu. Yaani kadri mimi nakuonya kama ndugu yangu. Hapa mnala kuonya. Wanawake wameumbwa kwa ajili yetu sisi wanaume. Sio kusema tu kwamba hapa mtu anaangamia kitu gani. Hapa mimi sikuelewi. Mimi namfuata, naenda kuongea na yeye. Sasa kakangu, kaa kujua kwamba yani hapa ukimchombeza mwanamke hapa, jua kwamba mahakamani utakwenda. Mahakama gani hapa? Mahakama gani? Hapa serikali haipo. Serikali haipo kwa sababu ya mahakama nini?
Rwanda. Yeah. Sidhani. Ngoja kwanza. Sasa ikiwepo Rwanda, hiyo Rwanda ndo wapi kwenye hii dunia ya Mungu wetu hii? Sijui hata Rwanda ndo wapi. Haupajui hata. Ndo wapi? Mali huko kuna yule ambao yule president ambao wanamuita Paul Kagame. Beni. Wapi? Kwanza naona tu unanizingua, maana mimi nilikuwa kwenye mishimshi zangu, nilikuwa nikifanya. Nilikuwepo naenda huku ama huku tizi. Napita huku bwana, mimi naenda kivyangu. Ila msalimu mzee Moti. Moti. Moja. Au sawa, usiwe na shaka. Nisiwe na shaka Yeah. Kwa mjini hao. Mjini hao. Unajua kwamba kweli hapa kijijini kwa utakuonaga serikali, lakini hapa kuna mahakama ya hapa. Kama hujawahi ona mahakama kakangu, mimi hiyo ni ya serikali, sisi hatuijui. Sasa mimi nakuomba, please nakuomba, usijaribu, usisubutu hata kumchomeza yule mwanamke. Unajua wahenga wamesema kwamba samani ya punda ni mateke. Mimi nitajitahidi hata kama nipigwe mara ngapi, mimi nafuatilia yule mwanamke. Naenda kuzungumza na yeye. Mimi nimekushauri, ila usilewe katika jina langu kakangu. Mnakoa jina lako wapi bwana? Tupatane huko. Sawa kakangu, sawa. Nenda huko. Ama kikweli kunguru afunguki. Hata kama ukimchanganya na njiwa, haweza kala mtama kama wenzake. Haya. Hapa kijijini mahakamani. Mimi nitakuwepo wapi? Huku. Nitakuwepo huko. Unajua nimemisi mjini. Wakati mimi ndarudi huko, yani ndajibeba. Yani salwe nama. Kwanza mimi superstar. Unatamani kurudi mjini wewe? Kweli kazi tumefanya huko, ninasema kwamba wakati tarudi mjini kwa mimi ndajibeba. Hatujafanya kazi mjini. Lakini tumefanya. Bora ndio mjini. Unajua kuna kamanzi fulani ambayo imetokea Mpeni huko. Jambo tena. Nashukuru sana kwa sababu umetikia kwanza mwaliko, hata kama ilikuwa kikao cha dharura. Kuna mambo fulani ambayo tumezungumza huko na chief, ambayo umenipatia uoga na sikupenda nikae kimya kama mimi siwaambie. Thomas ipo kwenye raundi yake hivi. Kikao hiki kilikuwa na usivijana sana. Sasa mimi kwa upande wenu nyinyi madada zangu, mimi sijui kama lakini mimi nipo. Nazungumza madada zangu. Yaani wewe umekuwa dada. Uliongea kwamba hii kikao inahusu vijana. Uko pale. Hata Thomas pia. Nitaji hata Thomas awe hapo. Sasa sijui kama wakati nilienda, mulibaki na mazingira gani? Ni uongo. Mfatana na mademu hapa kijijini. Mademu? Ndio. Basi tuomba kwa juu ya Eti niliumbwa kwa ajili ya wademu. Basi niseme nini? Yeye mwenyewe kasema. Sio yeye. Wewe ndio umesema hapo. Jua kwamba huku tulikuja kufanya kazi, sio wademu. Lakini tu hao wanadanganya. Tunadanganya? Sisi hatujadanganya yani. Basi tuishie hapo tena kwenye kwenu. Mimi naona bora tujielekeze nyumbani, maana mimi nimeanzia kuisinja. Wewe na chakula bana. Utakuja kufa mbio. Nimekumbuka. Kuna watu ambao nilikuta wakilalamika kwamba huyo kijana ambaye alifariki kwa hiyo mwaka ambao ulipita. Kwamba muongo. Subiri kwanza amalizie story bana. Yaani sijui kama nakili. Kwamba tayari wameanza kumuona. Kaonekana wewe? Kaonekana. Wapi sasa?
Watu ndo nimewakuta wakilalamika kwamba ameonekana. Uongo sana, kwa sababu mimi nakosa kama tulikuja kufanya kazi ama tulikuja kufanya huko tendo la ngono. Si nini wakati tuliwasili hapa mlikuwa mnazungumza kwamba nini mnaogopa hiki kijiji? Sio nini? Samson. Sio wewe. Mimi huku siendi kwa sababu sijui kuna wachawi namna gani. Si nini? Sio mimi. Sio mimi bwana. ndio yeye. Wewe ni kama unafanya masiara. Sawa? Masiara tena nini? Wakati mimi nazungumza nikiwa serious. Sasa wewe utarudi mjini. Kwa taarifa zako wewe utarudi mjini. Mtakuwa mnanyonea kweli. Mnafanya tu mambo ya ujinga tu. Ujinga. Hata nini wanaingilia wanawake na nini pia mnatazama tu. Hamwezi kumpigia hata mtu simu. Kivipi mama zangu? Mkuu, unajua kwamba huku tuko kijijini. Vocha hatujapata. Sasa pesa alikuwa analomba la nini Ibengo? Alikuwa ananunua, sijui wanahitaji huku pesa, kuna vyakula vimeisha huku, sijui namna gani. Hiyo pesa ya kupea wanawake. Mkitizama tu. Sasa mkuu, sisi hatuna uwezo wa kufanya. Sasa kila hata hivi. Sasa mtakuja kuniuzi nini? Wote hata viti vyenu vinaanza kuniuzi mimi. Nawaambia hivi. Kila kitu mimi sina tena namna ya kukizuia. Mimi sikuwatuma mfanye kitu. Niliwatuma mfanye kazi. Sio kwamba mmoja kupanda huku sijui maragwe, sijui muende kufanya mambo ya usharati huku ili mvune vifo. Sawa? Mimi mmekuja kunisababishia matatizo. Sijui nileta kuzungumza nini kwa nyumbani mwa huyo kijana huyo Ibengo huyo. Sio Ibengo ana mke. Alafu anakuja kujifanyisha huku sijui mambo ya namna gani, mimi nawaacha kwa sababu hamtaki kueleweka. Kwanza wewe umezungumza kwamba mimi ni muongo wakati sijamaliza. Hivi itakuwepo huo nakili kweli? Kwanza wewe umeongea unasema uongo. Msikize kwanza. Hapana bwana, wewe unasema uongo. Mimi sijaongea uongo. Wewe ongea, sisi tunakusikiza. Ndio nishaongea. Hebu msubiri bwana. Kama ya wachawi. Ya wachawi. Nilizani nimefika kijiji